Karibu katika channel hii ya Makota JR. Leo nataka nikuelekeze jinsi gani unavyoweza kukusaidia betri yako hiyo ya simu yako ili isiweze kuisha chaji kwa haraka sana. Inawezekana ushawahi kupata na changamoto hii au bado unayo changamoto hii. Kwa hiyo jinsi gani unaweza kutatua changamoto hii? Kaa tayari, endelea kunifuatilia ili uweze kujua jinsi gani unaweza kutatua changamoto hii ya betri yako ya simu kuisha chaji kwa haraka zaidi. Kitu cha kwanza unachotakiwa ukifanya ni kubadilisha screen time out, yani muda ambao display simu yako inaweza kujizima. Jinsi unavyoweza kuzima hiyo screen time out, utafungua settings ya simu yako, lakini pia utaenda kwenye display. Ukishaenda kwenye display utaenda kwenye screen time out kama hapa hivi, utafungua. Hapa sasa ndio utaona muda ambao unahitaji simu yako iweze kujizima kwa haraka zaidi ama kuchelewa. Unachotakiwa ukifanya hapa ni kuchagua sekunde 15 ama sekunde 30. Ukizidisha hapo, ina maana hizi sekunde ukichagua fupi zaidi inasaidia simu yako kutoa kikio kwa muda mrefu. Ikifika sekunde 30 itajizima tap. Ukichagua dakika hizi nyingi kama dakika 2 au dakika 10 au 30 vitakuwa inachukua muda mrefu mpaka kio kuja kujizima. Kwa hiyo utachagua hapo labda sekunde 30, itaweza kusaidia kupunguza matumizi ya betri. Lakini pia kitu cha pili, unatakiwa kupunguza screen brightness, yani mwanga wa simu yako. Mwanga wa simu yako ukiwa unapozidi kuwa mkali zaidi, nayo inapelekea chaji kuisha kwa haraka zaidi. Unaweza kupunguza kupitia hapa juu, kishusha hii quick settings, unaweza kupunguza kama hivi hapa. Lakini pia unaweza kupunguza kupitia kwenye settings yako. Utafungua settings yako, utaenda kwenye display. Baada ya display utaenda kwenye brightness level kama unavyoweza kuona hivi. Punguza mwanga itakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia unaweza kutumia auto, yani ukiwa kwenye hali ya mwanga unajiongeza, ukiwa kwenye kiza mwanga unajipunguza yenyewe. Kwa hiyo utaseti hapo kwenye adaptive brightness. Ukipiga hapo unaona yenyewe inajipunguza, au ukitaka kuongeza utaongeza. Hii nayo ukiweza kuipunguza pia inasaidia betri kutokuwa na matumizi makubwa ya chaji. Kitu cha tatu, unatakiwa kuzima application zinazojiendesha kwa nyuma, yani application ambazo ziko kwenye background. Kama hapa mimi simu yangu iko hivi, lakini kuna application hapa sijazifungua, ila hapo zenyewe zilipo zinafanya kazi huko ziliko. Kwa hiyo jinsi gani naweza kuzizuia hizo application? Wakati ukifanya utafungua settings yako, alafu utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa battery. Hapa hii utafungua kwenye battery, alafu baada hapo utaenda kuangalia battery usage. Battery usage unaweza kuload hapo, utaweza kuona. Sasa unaona kama hii battery usage imeona hapa imeandika 100%. Kwa hiyo hizi ndizo application zangu ambazo zinafanya kazi ikiwa background. Yani sijazifungua lakini zenyewe zinafanya kazi. Unaona kama hapa unaweza kuona hivi. Kwa hiyo jinsi ya kuweza kuzizuia hizi applications zisiweze kufanya kazi, nitaigusa application ambayo nahitaji nizuie. Mfano labda hii. Unaona? Jinsi ya kuweza kuizuia application, nitagusa kwa simu yangu, inatakiwa niende kwenye background usage limit hapa, nitaweka on. Kisha on nitaenda hapa kwenye put in deep sleep. Hapa tayari nimeshaweza kuzuia. Lakini kuna simu zingine unaambiwa kuna sehemu imeandikwa force stop. Ukienda ukibonyeza force stop utaweza kuzuia hii background, hii application isiweze kufanya kazi kwenye background yake. Lakini pia kwenye simu zingine utaenda kwenye restrict background limit. Kuweka on utaweza kuzuia application isiweze kufanya kazi ukiwa hujaifungua. Sawa. Lakini pia kitu cha 4 unachotakiwa ukifanya hapo ni kuzima location, bluetooth, wifi pamoja na hotspot kama hauvitumii. Jinsi ya kuweza kuzima hivi vitu, quick settings hapa. Hapa juu unaweza kuvizima tu moja kwa moja kama unavyoweza kuona hii bluetooth hapa. Kiachana bluetooth. Hii bluetooth hapa unaweza nikaizima hapa pa juu. Lakini pia kuna hii wifi hapa, ikiwa on inatakiwa uizime kama uitumii. Lakini pia kuna hii mobile hotspot inatakiwa niizime kama siwezi kuitumia kwa muda huo. Lakini pia hata data kama huwezi kuitumia kwa muda huo usiiwashe, izime ili itakusaidia pia kupunguza matumizi ya betri yako. Hapa kuna hii sehemu ya location hii hapa. Hii location haitakiwi kuwashwa kama uitumii. Kama ukihitaji kuitumia utaiwasha, tofauti na hapo utaizima. Kitu cha 5,
utatumia battery saver mode. Hii battery saver mode nayo ipo hapa juu, utaiweka on kama unavyoweza kuona nikiwasha hapa. Hii itanisaidia kupunguza matumizi ya betri kwa makubwa, lakini pia nikihitaji kuiwasha kupitia kwenye settings, nitafungua settings yangu, nitaenda kwenye battery, nitaenda kwenye battery power saver kama hapa, nikiwasha on nimeshakaa. Hii nakushauri uweze kuiwasha kwa muda wote, itakusaidia kupunguza matumizi ya betri. Lakini pia hata kama usivyohitaji kuwasha kwa muda, betri ikiwa chini sana, unaweza kuiwasha pia na kusaidia matumizi kutokuwa makubwa kwenye simu yako. Na kitu cha 6, natakiwa kuondoa widgets na live wallpaper. Maana hiyo wallpaper kwenye simu yako hapa, picha inakaa hapo kwenye screen, isiweze kuwa ile ambayo inacheza nini, ambayo ina play. Weka tu wallpaper ambayo imetulia tu kama hivi. Hii itakusaidia kupunguza matumizi ya betri kwa makubwa. Na kitu cha 7 na cha mwisho, unatakiwa kuzima auto sync kwa accounts. Kwa hii jinsi ya kuzima hii auto sync kwa account, inatakiwa ufungue settings. Baada ya hapo utaenda kwenye accounts. Hapa. Lakini pia ukishaenda kwenye accounts utaenda kwenye sync data, ambayo mara nyingi inapatikana kwenye manage account hapa. Kwenye manage account hapa unaona hizi account zote hizi, itaenda hapa chini kwenye auto sync data. Hii mimi iko off. Hapa sasa naiwasha. Kwa hiyo ikiwa on inatakiwa huizime iwe off kama hivi. Hapa ikiwa off kama hivi itaweza kunisaidia kupunguza matumizi makubwa ya betri yangu. Naamini mpaka hapo utakuwa umeshanielewa, na ukifuatilia hizi settings hakika hautojutia. Utaona mabadiliko katika simu yako na chaji haitaweza kuisha kwa haraka. Kama umependa video hii, yamekusaidia maelekezo ambayo nimekupa, naomba ulike, ushare, comment, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel hii tuweze kwenda pamoja katika video zijazo. So thank you.